Sheria ya ajira katika utumishi wa umma ilianzishwa kwa mujibu wa sera ya management na ajira katika utumishi wa umma. Aidha, kifungu cha 29 fungu kidogo cha kwanza cha sheria ya utumishi wa umma kinaelekeza kuwepo kwa chombo maalum cha kushughulikia mchakato wa ajira katika utumishi wa umma, ambacho sasa ndio hicho kinachoitwa Sekretarieti ya Ajira. Na Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma ilianza kazi tarehe 24 Juni 2009, lakini utekelezaji wa majukumu yake ulianza rasmi tarehe 1 Machi 2010, ambako usaili wa kwanza ulifanyika mwezi Juni 2010 pia. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, lengo kuu la serikali kuunda chombo hiki lilikuwa ni kuziwezesha mamlaka za ajira katika utumishi wa umma kupata nafasi ya kutekeleza majukumu yao ya msingi kama yalivyoainishwa kwenye hati na sheria zilizoanzisha taasisi hizo. Pamoja na hiyo sababu kubwa ya msingi, sababu nyingine zilizosababisha kuanzishwa kwa chombo hiki pamoja na, kwanza, taasisi zilikuwa hazizingatii sifa wakati wa kuratibu mchakato wa ajira kwa baadhi ya waajiri, kwamba unaweza ukamwajiri injinia lakini ukamwambia afanye kazi za afisa utumishi, au kada nyingine ukamwambia afanye kazi za kada ambayo sio hiyo anayofanyia kazi. Lakini pia serikali ilikuwa inatumia gharama kubwa wakati wa kuratibu mchakato ya ajira, kwa sababu kila mwajiri alikuwa lazima tangaze kwenye magazeti, kwenye vituo vya televisheni, redio na kadhalika. Lakini pia na muda mwingi ulikuwa unatumika katika kukamilisha hiyo mchakato ya ajira. Kwa serikali ikaona ni bora kuwa na chombo ambacho kitafanya hiyo kazi. Lakini pia kulikuwa kuna viashiria vya upendeleo na rushwa katika hiyo mchakato ya ajira. Kwa sababu hizo pamoja na nyingine, serikali ikaona iunde chombo hiki ambacho kingeweza kufanya kazi hiyo kwa niaba ya waajiri. Mheshimiwa mgeni rasmi, majukumu ya Sekretarieti ya Ajira kama yalivyoainishwa kwenye sheria ya utumishi wa umma sura 298 ni pamoja na, kwanza, kutafuta wataalamu wenye ujuzi maalum na kuandaa mfumo wa kuhifadhi taarifa zao au kanzidata za wataalamu hao ili kurahisisha utaratibu wa kuajiri pindi wanapohitajika. Kwa hiyo tunapoendesha mchakato ya ajira ni kwamba kuna wanaofaulu, lakini kwa sababu nafasi zinakuwa chache, kwa hiyo wale wanaofaulu kwa kiwango cha juu tunawapangia vituo vya kazi, lakini wale waliofaulu lakini hawakupata nafasi ya kupangiwa tunabaki nao kwenye kanzidata. Kwa hiyo katibu mkuu tumeshaanza vibali vya ajira, sisi tuna posti wale ambao wako kwenye kanzidata badala ya kutangaza tena. Lakini pia jukumu jingine ilikuwa ni kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea katika utumishi wa umma baada ya kupata vibali vya katibu mkuu utumishi, lakini pia kuwahusisha wataalamu maalum kwa ajili ya kufanya usaili kulingana na mahitaji ya kada zinazohusika. Jukumu jingine ilikuwa ni kutoa ushauri kwa waajiri kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na ajira na kufanya kazi nyingine zozote kama zitakavyoelekezwa na katibu mkuu utumishi au waziri mwenye dhamana na masuala ya utumishi. Ndugu washiriki, kikao hiki kinafanyika kwa mujibu wa kanuni ya 39 kanuni ndogo ya kwanza na ya pili ya kanuni za uendeshaji wa Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma za mwaka 2021 na marekebisho yake ambayo yalifanyika mwaka 2022. Kanuni hizi zinamwelekeza katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma kuitisha kikao cha waajiri mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kupata mrejesho wa kazi za Sekretarieti ya Ajira na ubora wa watumishi wanaopelekwa katika mamlaka za ajira mbalimbali. Lengo likiwa ni kupata maoni na mapendekezo ili kuweza kuboresha mchakato wa ajira. Viongozi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu pia wanatakiwa kuhudhuria ili na wao waweze kupata mrejesho wa ubora wa wahitimu wa vyuo vyao kwa lengo la kusaidia kuboresha mitaala ambayo inakidhi matakwa ya soko la ajira nchini. Kwa hivyo maana katika mkutano huu mtakuta tumejumuika kutoka taasisi hizo. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na maelezo niliyotoa hivi punde, ni dhahiri kuwa Sekretarieti ya Ajira itekeleze majukumu yake kwa ufanisi, inao wajibu wa kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu sana na mamlaka za ajira katika utumishi wa umma, na kwa msingi huo Sekretarieti ya Ajira inatakiwa kuhakikisha inawasiliana
na waajiri na taasisi za elimu ambao ndio wadau wake wakubwa kwa lengo la kupata mrejesho ili kuendelea kuboresha michakato ya ajira na hatimaye kupata watumishi wenye ubora na weledi ndani ya utumishi wa umma.